TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania TET, Dr. Annette Komba, amefunga rasmi kikao kazi cha kupitia maudhui ya mtandaoni yanayotumia Kalimani App kwa kuzingatia mwongozo wa mtaala ulioboreshwa wa somo la hisabati. Kikao hicho kimehusisha maandalizi ya maudhui kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu ya changamoto ya kusikia katika ngazi ya elimu ya awali hadi darasa la 3, ambapo kikao hicho kimefanyika leo Machi 27 ya mwaka 2026 jijini Dar. Nimekuja hapa kuahirisha kikao kazi kilichokaa kwa takriban siku 4 kikifanya kazi ya kupitia maudhui ya mtaala ya somo la hesabu kwa darasa la 1, la 2 na la 3 ili kuweza kuangalia namna ambavyo maudhui haya yanaweza kuwafikia watoto wenye mahitaji maalumu ambao hao ni watoto viziwi. Niseme kwamba Taasisi ya Elimu Tanzania inashirikiana na Jenga Hub kutekeleza mkakati wa kisayansi ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa upande huu ushirikiano wetu ni kuhakikisha kwamba zile KK3 lakini kwa Jenga Hub tumeanza na KK1 inawafikia watoto wenye mahitaji maalumu hususan viziwi. Kwa hiyo tuko hapa kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata nafasi ya kupata vifaa vya kujifunzia, ambapo tunaandaa hii Kalimani App kwa ajili ya kuweza kujifunza kuhesabu, na tuna imani kabisa sasa watoto hawa wakifika darasa la 3 watakuwa wamefika lile lengo la serikali la kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anafika darasa la 3 akiwa hana hizi stadi 3. Niseme kwamba serikali imeboresha sera ya elimu, imeboresha mitaala. Tunasema elimu ni jumuishi, hatutaki mtoto hata mmoja achwe nyuma. Kwa hiyo ombi langu kwa wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum washirikiane na serikali kwa kuwaleta watoto shuleni. Serikali ya awamu ya 6 imeandaa mazingira bora ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata vifaa vya kufundishia na kujifunzia, lakini pia wanapata miundombinu ambayo inasapoti mahitaji yao maalum. Kwa hiyo ombi langu kwa kweli, wazazi wasiwafiche watoto nyumbani, wawalete ili wapate haki yao ya kimsingi ya elimu, na hakika tutafikia lile lengo ambalo Mheshimiwa Rais anatamani la kwamba hakuna mtoto ambaye anaachwa nyuma. Upande wake mkurugenzi mkuu wa Jenga Hub na muasisi wa Kalimani App, Bi Nancy Sumari, amesema kuwa programu hiyo inalenga kuwasaidia watoto wenye changamoto ya kusikia kushiriki kikamilifu katika elimu. Application hii imeasisiwa kwa ajili ya kumwezesha mtoto ambaye ni kiziwi au ana usikivu hafifu kuweza kushiriki kwa ukamilifu kwenye safari ya elimu, hasa elimu ya awali na ile ya darasa la 1, la 2 na la 3 kwa sasa, lakini tuna malengo ya kuendelea mbele. Kikao kazi ambacho tumekuwa nacho kwa wiki hii ni kutengeneza maudhui kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu ili kuangalia kwamba ni vipi tunaweza tukamsapoti mwanafunzi ambaye ni kiziwi aliyoko darasa la 1 na la 2 kuweza kuyamudu masomo ya hesabu na kuweza kufikia yale malengo yaliyoko kwenye sera ya elimu na ule mpango wa KKK. Kwa hiyo tunashukuru tumepata ushirikiano wa karibu sana na Taasisi ya Elimu ambao ndo ni kama waandaaji wa mitaala kwa kupitia Wizara ya Elimu, lakini wamekuwa ni wabia wa karibu sana na taasisi yetu ya Jenga Hub na wasimamizi wa Kalimani App. Na niseme tu kwamba hiki kikao actually kilikuwa ni cha Taasisi ya Elimu na chini ya mwenyekiti wake ambaye ni mkuza mitaala ya elimu jumuishi. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru sana, tumebarikiwa na kufarijika sana kwa kuungwa mkono na Taasisi ya Elimu ili kufikia haya malengo. Shauku yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi hata mmoja anabaki nyuma, aidha awe na changamoto yoyote au ulemavu wowote. Kwa hiyo tumeanza kwa safari hii kwa kuwafikia watoto ambao ni viziwi, lakini tunatarajia tuwafikie watoto wote nchini kote. Mimi pia kama mzazi ninapenda kutoa wito kwa wazazi wote wa watoto hapa Tanzania. Nadhani malengo endelevu ya taifa ya 2050 yako wazi, sera ya elimu iko wazi pia kwetu sote kwamba inatarajia kumuimarisha Mtanzania tangu akiwa mdogo
ili akaje kushiriki kikamilifu kwenye ajenda ya maendeleo. Na maendeleo yanafikiwa kwa kuwa na elimu bora. Na kwa kweli niseme tu kwamba tusione kwamba aidha umepata mtoto ukahisi kwa mfano kwa kesi hii ni kiziwi na hawezi kushiriki kikamilifu. Mmoja kati ya waasisi wa Kalimani App, yeye ni mwalimu, anaitwa Mwalimu Fausta, na yeye ni kiziwi, lakini ni mtu ambaye kwa sasa hivi anafanya masters Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiwa anasomea namna ya kukuza mitaala, lakini ana changamoto ya uziwi. Kwa hiyo ni mfano tu mmoja kati ya wengi ambao wameweza kuto kukubali kwa mfano hali hii ikaweza kuwanyima fursa za kushiriki kwenye elimu kikamilifu na kuyafikia malengo yao binafsi na malengo ambayo taifa letu yanayo. Sisi kama wabunifu wa masuala ya teknolojia tumeona hii fursa pia ya kuweza kumsupport mtoto ambaye ni kiziwi, mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi viziwi akaweza kutumia platform yetu ambayo ni bure kwa watu wote, kuweza kuimarisha sasa ule uelewa wa masomo na kuimarisha ufaulu na ushirika ukaendelea, ili wanafunzi wasije wakaingia wakaona kwamba hawajakumbuka au hawajafikiwa, hakuna resources za kuweza kuwapa hiyo support wakaacha shule kwa mfano. Kwa hiyo ninaendelea kutoa huo wito, wazazi wakashirikiane na sisi. Tuko tayari pia kutoa mafunzo kwa wazazi jinsi ambavyo wanaweza kumsupport mtoto ambaye ana uziwi, walimu mashuleni, ili tukaweza sasa kusukuma ile ajenda ya elimu jumuishi na jamii jumuishi kwa ujumla. Ameongeza kuwa TET na Jenga Hub wana maono ya kuhakikisha teknolojia hiyo inawafikia watoto wengi zaidi nchini Tanzania. Nipende kuendelea kumshukuru kiongozi wetu wa siku ya leo na wakati wote katika safari hii, Mheshimiwa DG Dr. Komba. Niseme tu kwamba ni kweli ninapokea shukrani, lakini pia nizielekeze kwako na hizo baraka uzipokee pia, kwa sababu bila uongozi wako hakika tusingeweza kufika hapa, bila support yako tusingeweza kufika, na pia kibali tusingeweza kufika. Nashukuru, nikuhakikishie tunaendelea kwa pamoja. Ni kweli tumeanza na somo la hesabu kwenye KKK, lakini kwenye hizo case zingine zilizobaki bado michakato inaendelea na kazi inaendelea, na utaona pia ndani ya application kuna baadhi ya content ambayo ipo, lakini tunaendelea kuioperationalize. Tutaendelea kuifanyia kazi na hakika tuko pamoja. Na kwa kulisema hilo, ninaomba niwashurushishe team kwamba basi tupate hata logo ya TET ili tuwe ni Kalimani App by TET and Jenga Hub. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhakikishie pia, kwa sababu masomo kwa ajili ya watoto wetu kwenye shule za serikali ni bure, application ya Kalimani App pia ni bure na itaendelea kuwa hivyo. Itaendelea kuwa ni application ambayo inafanya kazi kwa ajili ya kuwainua watoto wenye uhitaji huu, na tutahakikisha kwamba tunaendelea kuiunga serikali mkono kwa hii effort na ofisi yako na kazi yako, ili iendelee kufikia lile lengo la kila mtoto aweze kufikia malengo ya elimu kutokana na sera. TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi.